Kumekuwa na mjadala mkubwa kwenye tasnia ya muziki Tanzania baada ya msanii Mac Voice kufunguka hadharani kuhusu kile anachodai ni mgogoro mkubwa kati yake na aliyekuwa bosi wake Vanny Boy, mmiliki wa lebo ya Next Level Music. Katika mahojiano aliyofanya kwenye redio moja hapa nchini, msanii Mac Voice ametoa madai mazito yanayohusu pesa, akaunti zake za mitandao pamoja na makubaliano ya kimkataba. Yes, na hii hapa ni 360 on air. Karibu sana. Unahitaji kujua mengi kuhusiana na hili sakata. Mac Voice amesema kwa sasa imepita takriban miaka miwili tangu mahusiano yake ya kazi pamoja na Rayvanny kuanza kuwa mabaya. Kwa mujibu wa msanii huyo, mambo yalianza kubadilika pole pole hadi kufikia hatua ya kutokuelewana kabisa. Mac Voice anaeleza kuwa licha ya kufanya kazi chini ya lebo hiyo kwa kipindi fulani, anadai hakuwahi kulipwa pesa zozote kutokana na kazi walizokuwa wakifanya pamoja yeye na Rayvanny. Na katika maelezo yake, Mac Voice amesema jambo lililomshangaza zaidi ni kwamba akaunti zake muhimu zimefungiwa. Ametaja hasa akaunti zake za YouTube na Instagram ambazo anadai zipo chini ya udhibiti wa upande wa lebo. Kwa mujibu wa Mac Voice, amesema alijaribu kuwasiliana ili apewe ufikiaji wa akaunti hizo, lakini mpaka sasa bado hajapewa majibu yoyote. Kipengele kingine kilichozua mjadala mkubwa ni kuhusu mapato ya muziki wake. Mac Voice anasema kila alipomuuliza Rayvanny kuhusu pesa zilizotokana na kazi zake, alipewa majibu kuwa muziki wake haukuingiza mapato yoyote. Lakini kwa mujibu wa simulizi yake, siku moja alipata nafasi ya kuangalia dashboard ya YouTube channel yake kwa siri sana, ndipo alipodai kuona kiasi cha takriban dola 30,000 ambacho kilikuwa kimekusanywa kutoka kwenye mapato ya channel hiyo. Mac Voice pia amegusia kuhusu makubaliano ya mkataba aliyosaini na lebo ya Next Level. Kwa mujibu wa maelezo yake, mkataba wao ulieleza wazi mgawanyo wa mapato ambapo Mac Voice anapaswa kupata 40%, pia Next Level Music wanapaswa kupata 60%. Lakini msanii huyo anadai kuwa mpaka sasa hajawahi kupokea sehemu yake ya mapato licha ya kazi mbalimbali walizofanywa wakati akiwa chini ya lebo hiyo. Baada ya maelezo hayo kutoka kwa Mac Voice, mjadala mkubwa umeibuka mitandaoni, huku mashabiki wakitaka kujua ukweli kamili wa suala hilo. Hata hivyo, mpaka sasa upande wa Rayvanny au lebo ya Next Level haujatoa maelezo ya kina kujibu madai hayo. Yes, bana, hapo mbele kuna sauti ambazo zilikuwa zinasikika kwamba Mac Voice akiwa anazungumza kwenye radio, na nitakwenda kuziachia. Kwa hiyo stay tuned hapo kwenda kuzisikiliza. Ugomvi wetu mkubwa na Bro Ray ni hela. Naelewa? Ni hela, na why tumegombana kisa hela. Bro, mimi nilikuwa nalala studio ile. Nilikuwa sina sehemu ya kukaa. Kama msanii wa lebo. Sina sehemu ya kukaa. Nalala studio na vizia kana stukizi wamemaliza kurekodi na wao wanaondoka kwao, mimi ndo nalala chini. Naelewa bro. Nikaenda ile hali, labda ngikosa usiku, labda Mzava akiwa hana mchumba tuseme kwake, ndo naweza nikasema nikaenda kwa Mzava nikalala. Lakini sasa Mzava ni mtu watoto sana, kwa hiyo kupata muda kulala kwa Mzava inakuwa ni mara chache sana. Kwa muda mwingi mimi nilikuwa nalala studio. Hicho ni cha kwanza kabisa kilichonifanya mimi nianze kufuatilia mimi nalala studio, msanii haya maisha gani? Mbona sio maisha mazuri? Ikabidi mimi niangalie kwamba okay, kwani mimi siingizi pesa kwenye kazi zangu ambazo natoa? Ikabidi sasa mimi nimfuate bro, nimwambie bwana brother, nahitaji tuongee. Akaniambia sawa. Kama bwana bro, kwani mimi sijai kuingiza hela kwenye muziki? Bro akaniambia bwana, wewe hujai kuingiza hela hata 100. Hata 100. Ndicho nijibu bro. Hata 100 wewe hujai kuingiza. Akasema kweli? Na maana zile namba si viewers zinazoenda ni fake, labda ni views fake. Akamwambia wewe jua tu hujai kuingiza hela, kwanza umetia sana
kampuni ya saa. Kafikiria akasema basi bro, basi sawa, mimi naomba nisaidie nipangie hata nipate sehemu ya kulala. Mimi msanii kuwa nalala kwa studio sio kitu kizuri. Of course pia ukizingatia studio nalala chini, mbavu zinauma, unaumia. Ukizingatia pia Next Level ni studio yenye vioo muda wote, mimi ni binadamu, naweza kaponyoka kioo kanidondokea. Nikapata matatizo. Kwa hiyo nikamwambia, akaniambia ndugu wangu sina hela, kampuni pia ina hela, mimi sina hela. Hiyo ni mwaka gani? Sorry, mwaka gani? Kipindi kile kinatolewa. Okay. Kampuni ina hela, mimi sina hela. Kwa sababu tuangalie mambo kaa sawa, tutakupangia tuone na kwaje. Ikaniuma sana kiukweli. Kanitoa chozi sana, ngafikiria ngasema hivi kweli mimi sija kuingiza hela kweli? Hizo nyimbo zote sija kuingiza hela. Akasema poa, haina ndio mangamwacha Mwenyezi Mungu. Kaenda kupambana hivyo hivyo. Na studio kuna muda bado nalala kwa shikaji. Unajua maisha haya yakaenda hivyo. Sasa kuna siku yule dogo unamwita nani yule IT nani wa Palace wa Next Level pale. Kwa hiyo akawa ameacha PC. Baada ya kuacha PC mimi nikafuatilia pale, nikaja kuona dashboard yangu na kama $30,000. Kama $30,000 kaangalia, ngasema bro, ananiambia mimi siingizi pesa. Sasa hizi nini? Ina maana kweli hata kama Alba ana moyo kunisaidia, si ndio? Ameshinda kunipangia hata sehemu ya $100,000 mimi nilale. Mimi nalala chini afu digito za $30,000 kweli? Basi $100,000 nyingi, $50,000. Mimi nijistiri, sio nalala pale studio. Sio kitu kizuri. Nikamezea mate, nikasema kisema nimwambie bwana nimeona $30,000. Huo ni ugomvi mkubwa ambao mimi na yeye mkubwa sana. Basi kaenda mimi hali nikana vumilia hivyo kama mtoto wa kiume, unajua. Tunaishi kwa imani kwamba labda bro siku atanionea huruma, atanisaidia. Unaelewa? Kumbuka naishi hivyo, lakini mkataba wangu unasema 40% kwa 60, kwamba ni haki yangu mimi kulipwa. Unaelewa sijui? 40 ya kwangu mimi, 60 ya Rebo. Unaelewa? Kwa maana haki yangu kupewa hela. Ikaenda maisha kaenda hivyo hivyo. Unajua hivyo vitu ni vitu ambavyo vinavunja hata msanii kuendelea kufanya kazi, yani kuwa na ile passion ya muziki tena, kama unajiuliza sasa mimi nafanya muziki, mbona maisha yangu yanakuwa tu mabaya tu, unaelewa? Kaenda ngana vumilia, lakini mwisho siku sasa bi mkubwa wangu aliuma sana kiasi kwamba ilikuwa inahitajika $2,000,000. Inahitajika $2,000,000, mimi hata benki $200,000 zina. Unaelewa? Sijui naitolea wapi. Nasema nikimwambia bro itakuwaje? Lakini nasema ngoja nikaze kama mtoto kiume niweze kumwambia brother. Labda atanisaidia. Nikamwambia bro naomba tuongee. Niambie bwana, mama anaumwa sana. Kwa hiyo inahitajika kama $2,000,000, naomba nisaidie bro. Niweze kumsaidia mama. Mimi sina hela mdogo wangu. Hela sina. Napo nyumbani wanapiga simu na bwana, si tushachanga tuna $200,000. Wewe ukijitahidi hata $1,800,000 $800,000 sawa. Itakuwa sawa. Itakuwa sawa. Na familia zetu hizo kimaskini bro. Ukishakuwa msanii, ukiwaambia sina hawezi kukuelewa. Hata kidogo. Ni kweli kabisa. Unaelewa? Na ukiangalia bidhaa zetu mtandaoni wanasema wana bilioni, $800,000 magari wanayopost. Kwa mzazi vile vitu anafanyaje? Anaona na anaamini. Kwa hiyo sasa mwisho siku ukimwambia ana hela afu leo ile amekuja kusema mimi nina bilioni. Anasema sasa kama huyu anakaa naye ana bilioni. Maneno tutakuwa na bei gani? Unaelewa unavyokuwa? Kwa mzazi kama mzazi hawezi kuamini unapomwambia una hela hizo situation. Na kweli huna hela kabisa. Unaelewa bro? Kaenda hiyo siku nikawa nafikiria nani atanisaidia nipate hiyo hela ili nimsaidie mama, kwa sababu unajua yule ni mzazi, unajua. Huwezi kukubali mzazi akapoteza maisha kwa sababu mamangu siwezi kusema alikuwa anaumwa ugonjwa gani, lakini ni ugonjwa ambao bila hela alikuwa anaondoka. Huo ni kweli kabisa. Hii mwezi wa Ramadhani kama nitakuwa naongea uongo, Mwenyezi Mungu aniue hata sasa hivi. Nikapigiwa simu ya show. Muda huo kama Mungu tu. Nikasema bwana itavukuwa na hiyo liwalo na liwe. Ndio chanzo cha mimi kuingia Chaka Chaka. Kwanza kufanya shows Chaka Chaka. Simeelewa vizuri. Ndio nikaenda kufanya show, nashukuru Mwenyezi Mungu ngani nimepata riziki.